Je, wewe ni All right. Good morning and a happy Sabbath. It is a wonderful morning that the Almighty has allowed us to reach this far. And we just say, Yeni Ebenezer ndio Alpha na Omega. It is 14th day of February, the 2026. And it is the first quarter of the year. We have been having the show Upendo wa Sabato, the love of the Sabbath, where we have been discussing the weekly lesson as well as getting the weekly sermon. And I hope that you have been getting something and that you digest for the spiritual growth that has been helping you and even helping your neighbor. This morning, as we have been doing each and every Sabbath, your presenter and the host is none other than Oyodan, and we have been having a conversation and a discussion with my fellow here, Ndugu Denisha. Good morning. Good morning. Happy Sabbath. Happy day. Why? Ni sauti ndio imepotea ama ni nguvu ama ni baridi ama mibaraka ya Mungu imekunyizia mingi sana? Baraka nayo nimepewa. Umebarikiwa. Umebarikiwa. So wiki kwa sawa. Kupambana tu. Na sasa ndio unajua sasa ni asubuhi. So ndio sauti najaribu kujikusanya kidogo. Wengine wanasema sauti inaamka. Sasa natumai wiki yako imekuwa poa na hakuna mabaya ama changamoto mbaya yamekukumba. Hata kama iko kidogo kidogo tunashukuru Mungu. Amina. Sema ya kwamba kwa kila jambo tuwe watu wa kutoa shukrani. So mimi nashukuru Mungu. Okay. Na ndio maana kabla tujaomba ningependa niwakumbushe watazamaji na wasikilizaji popote walipo na wale ambao wanapenda Ndizi TV Africa ya kwamba hata ukiangalia kitabu cha Zaburi, kitabu cha Zaburi hapo fungu lake 100. Kisha ukianza kusoma mstari wa kwanza hadi wa 5, hapo inasema kwa lugha ya Kimombo ya kwamba shout for joy to the Lord, all the earth, worship the Lord with gladness, come before him with joyful songs, know that the Lord is God. It is he who made us, and we are his. We are his people and the sheep of his pasture. Enter his grace with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name, for the Lord is good and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Amen. Amen. Yeah. And now, after having known all that, it is only our mandate to give thanks to God and to ensure that each and every moment we appreciate what the Lord has done to us, because you will find that were it not God, then we would have not made it this far. Yes. And so, you are welcome to Ndizi TV Africa. Ndizi TV Africa, makao ya matangazo, makao ya vipindi, makao ya maneno ya kila anuai ambayo yanaweza kukusaidia kukujenga kiroho, kukujenga kiafya, kukujenga kimawazo pamoja na maendeleo na kwa njia yote ile ya maisha. Siku hii ya leo ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa Februari mwaka wa 2026, tarehe ambayo
Pia wengine wanatambua kama siku ya mapenzi ama wanandoa. Na unajua ya kwamba hata katika Biblia kuna jinsi ambavyo mambo ya mapenzi ama ndoa, kuna jinsi ambavyo Biblia ama Mungu ameweza kuzungumza. Na kwa hivyo hata ukiona rangi nyekundu kwa Biblia pia kuna kile ambacho kinamaanisha. Kwa hivyo isije ukaweka dhana potovu akilini, uweke jinsi ambavyo unaifikiria. Kwanza unafaa urejelee Biblia ndio ujue rangi nyekundu yamaanisha nini. Na tukizungumzia mambo ya upendo, basi tunasema nini kibiblia? Tunakukaribisha katika awamu ya kwanza ambayo ni uchambuzi wa leseni ya wiki hii, na ukumbuke ya kwamba tunaendelea mbele na robo ya kwanza ya mwaka huu yasema ya kwamba Kristo katika Wafilipi na Wakolosai, na tuko katika leseni hii ambayo tunasema siku ya leo itakuwa mada kuu ambayo inazungumzia wenyeji wa mbinguni, the citizenships of heaven, who we are going to look upon. Before we start, I would like ndugu Dennis to open for us with a word of prayer. Na tuombe. Mungu wetu, Baba wetu uishie juu mbinguni, ni asante kwa ajili ya kipawa cha uzima. Umekuwa pamoja nasi tangu tulipoachana. Umekuwa mwaminifu kwetu kwa wiki mzima. Umetuongoza kwa kila jambo, na umeona ni kwamba tukutane siku ya leo kwa ajili ya kuendeleza kazi yako ambayo umetuachia tuifanye. Si eti tumekuwa wazuri sana ndiposa tumejikuta tukiwa uhai kwa wakati kama huu. Ni kwa neema ndio maana tumejipata kwa asubuhi ya leo, Sabato njema. Tunapoanza lesoni yetu ya wiki hii, tuombe uwe pamoja nasi. Roho Mtakatifu ashuke, anene pamoja na wana wako, atufafanulie tupate kusikiza vizuri yale ambayo Mungu wetu unatuhitaji kuyafanya. Kaa pamoja nasi, anza pamoja nasi hadi tutakapomaliza. Tutaliinua na kulihimidi jina lako kwa kwamba umetutendea makuu. Tumeomba tukiamini katika jina safi la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu. Amina. Asante. Basi msikilizaji na mtazamaji, baada ya kupata ombi la kufungua kipindi hiki awamu ya kwanza, tutaende moja kwa moja katika leseni yetu ya siku ya leo, ambayo tumepewa mada kuu ikiwa ni siku ya Sabato jioni, ambayo tunaambiwa ya kwamba wenyeji wa mbingu, wenyeji wa mbingu. Unajua kila nchi una wenyeji wake, na unapata ya kwamba ili uwe mwenyeji wa nchi fulani, kuna kile kitengo ama kile kiwango ambacho unafaa ufikie. Kuna vitu ambavyo vinatakikana uwe navyo ama uvifikie. Na ndio maana tunataka kuona kwani wenyeji wa mbinguni ni akina nani, na ni kipi ambacho wanapaswa kuwa nacho ili waweze kutambuliwa kama wale ambao wana haki kurithi mbinguni. Tukiangalia hapa tumepewa baadhi ya vifungu vya Biblia ambayo tunapaswa kusoma, kama Filipi fungu la 3 mstari wake wa 17, na pia tuko na fungu la 4 mstari wake wa 23. Tuko na Wakorintho wa kwanza fungu lake la 15 mstari wake wa 42 na 44. Yohana pia tuko nayo hapa yakelekea hadi Ayub hapo fungu lake la kwanza na 20 mstari 20 nao kwanza. Na tukiangalia Wafilipi fungu lake la 4 mstari wake wa 6 wasema ya kwamba msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Na tukiangalia somo la juma hili lina hitimisha kujifunza kwetu waraka kwa Wafilipi, na limejaa masomo muhimu na kanuni za maisha ya kila siku, na inaonekana kwamba kanuni nyingi muhimu za
kimaadili zinazoongoza maisha ya Mtume Paulo zinapatikana katika aya ya mwisho za waraka huu, sawa na mafundisho ya Yesu ambayo yanalenga utu wa ndani, kile ambacho Paulo anashiriki nasi si siri za kuishi maisha ya Kikristo yenye furaha. Na hata wakati mambo hayaendi jinsi ambavyo tungependa, hali ambazo hutokea mara nyingi zaidi kuliko ambavyo tungependa, hatupaswi kuwa na wahaka au wasiwasi au kuvunja moyo. Badala yake, kuna kanuni zinazotusaidia kupata nguvu za ndani za kukabiliana na changamoto ambazo maisha huleta. Hivyo tunaweza kupata amani tulivu na ya kudumu ambayo ni Mungu pekee anawezaye kutoa. Mambo ya sasa na yajayo yamo mikononi mwake. Naye atatupatia kila kitu tunachohitaji. Na jambo muhimu zaidi, hatupaswi kuweka tumaini letu katika mifumo ya serikali ya kidunia ambayo daima hutuangusha. Na kama Wakristo, sisi ni wenyeji wa ufalme wa mbinguni, wa Mungu wa mbinguni, na wenyeji huo huja pamoja na fadhila za kustaajabisha, na ni majukumu pia. Kwa maana tukimwamini Mungu, basi atatupatia kile ambacho tunahitaji, na yale ambayo yanakaa kama changamoto ama pingamizi ya kutuzuia kufanya jambo lolote lile, tunaambiwa ya kwamba ni Mungu tu ndiye anaweza kutusaidia. Na ndio maana maandiko ya Paulo hapa, tukirejelea barua yake kwa Filipi, tunapata ya kwamba tunapewa nguvu na motisha ya kwamba jambo lolote tukiweka mikononi mwake Mungu, basi ni yeye ndiye atafanya atatushindania na atatuwezesha kuvuka hata bahari yenye changamoto. Na hiyo ndio mwanzo wa leseni ya wiki hii. Asante. Mimi ningeongeza tu kutoka kwa kitabu cha Yohana. Yohana 14 verse 27, hiyo ambayo inasema ya kwamba amani na waachieni, amani yangu nawapa, ni wapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na uoga. Hiyo ni Mungu mwenyewe ndiye anatuahidi ya kwamba amani ametuachia. Na jinsi ambavyo Mungu anatupea amani yake, sio jinsi ambavyo ulimwengu utatupea amani. Ndiposa ya kwamba ambio tusifadhaike mioyoni mwetu, wala tusiwe na uoga. Mambo yanapokuwa magumu, acha tuende kwa Mwenyezi Mungu, tupige magoti, tupate kumuomba, na amani ataweza kutupa. Amani ya dunia hii ni ya dakika ama muda mchache sana. Mungu atuongoze, tuendelee kumuomba kwa kila jambo, na tusijisumbue sana kwa yale ambayo tunaona ni magumu kwa maisha yetu. Tupate kumwachia yeye mwenyewe, atatimiza kwa wakati wake. Kazi yetu tu ni kuomba na kusali na kuwa na imani ya kwamba Mungu atatimiza yote. Hiyo ndio tu ningeongezea hapo. Amen. Tukielekea siku ya Jumapili, kile ambacho tumepewa hapo ni kwamba kuwa na mifano ya kuigwa. Unajua kwa mara nyingi watu wanakuwa na tabia tofauti na hata jinsi ambavyo wanatenda kazi zao. Unapata ya kwamba kuna zile ambazo mtu anaweza tamani ili aweze kuwa kama huyu mtu, ama we mwenyewe unaweza kusema ya kwamba ningekuwa kama nani basi ingekuwa inanisaidia. Lakini mfano ya kuigwa ni mifano kama gani? Na ndio tunataka kuona katika leseni hii siku ya Jumapili, ambayo tumepewa mifano ya kuigwa. Na ukumbuke ya kwamba leseni iliyopita pale
tukizungumzia Haruni, kuna jinsi ambavyo tuliweza kuongea kama tukazungumzia mifano. Na tuliweza kuona ya kwamba kile ambacho kinatumika kama mifano lazima kiwe na sifa zile ambazo zinapendeza na sifa ambazo zina nini umuhimu kwa maisha ya binadamu katika maisha ya Ukristo. Na tunaambiwa ya kwamba sisi sote wakati mmoja au mwingine tunapata watu tunaovutiwa nao na tunaotaka kuwaiga. Na kwa watoto ni muhimu sana kuwa na mifano mizuri ya kuigwa. Kwa kufaa, hawa wanapaswa kuwa baba na mama yao. Hao ndio wa kwanza kuwa na tabia nzuri ile ambao watoto wanaweza kufanya nini? Kuiga. Kwa sababu wakiona baba anafanya hivi, mama anafanya hivi, basi mimi pia ni vyema nifanye nini? Nifanye hivi. Na unapata ya kwamba hata sisi kama Wakristo, unapata ya kwamba kuna jinsi ambavyo tunapaswa kuiga tabia. Na tabia ya kwanza ni tabia yake nani? Yesu Kristo. Lazima tufuate jinsi ambavyo Kristo mwenyewe aliweza kufanya nini? Kufanya jambo. Na pia lazima tuone Mungu anafanya kazi zake kivipi. Ni vipi ye mwenyewe anafanya kazi zake. Na tukiendelea mbele, mwandishi anasema ya kwamba vile tu watoto wanapaswa kuiga nini? Tabia kwa mama yao na baba yao, na watakapokuwa watapata mifano mingine ya kuigwa, huenda wanaohusiana na kazi waliochagua au hata katika wasifu ambao wamesoma, na wanaweza pia kujifunza jinsi wahusika mbalimbali wa Biblia walivyokabiliana na changamoto na kuwalinganisha na uzoefu wa maisha yao wenyewe. Na cha kusikitisha ni kwamba katika vyombo vya habari vya leo mifano mibaya ya kuigwa ni mingi. Na tumejawa na mafundisho, mfululizo wa maudhui ya kuvuta usikivu, visa vinavyoelezea matatizo, pujufu na maisha machafu ya watu mashuhuri. Wasomaji wa Paulo huko Filipi, ingawa bila shaka hawakushughulika na mtandao, hata hivyo walikumbana na changamoto kama hizo. Ukweli ni kwamba ulimwengu alioishi Paulo ulikuwa wenye upotovu na ufisadi na uovu sana, kama ulivyo wetu leo. Daima kumekuwa na daima kutokuwako angalau hadi mwisho uovu mingi wa kutosha. Swali kwetu ni kwamba je, tunaoitikiaje? Dunia walikumbwa, Paulo pia walikumbwa na changamoto ambazo zinalinganishwa na zile ambazo tunapitia katika kwa sasa. Na unapata ya kwamba tumeambiwa ingawaje hawakuwa na mitandao, lakini sasa hivi sisi tuko na mitandao. Na unaona ya kwamba tukiangalia tabia, kuna jinsi ambavyo mitandao sahihi imebadili mienendo ya watu na hata tabia ya adinasi. Na unapata ya kwamba kila mmoja ni kama anatembea katika safari yake kwa njia yake mwenyewe. Na tabia ambazo tunaweza kuona kupitia mitandao, unapata ya kwamba zingine unajiuliza, kweli ni binadamu anaye akili ama ni mtu mwingine ama ni mnyama tu ndiye ninaona anatenda mambo yake hivi. Na hayo yote tunaambiwa ya kwamba kuna jinsi ambavyo aliweza kufanya nini kuyapitia hayo na kushinda. Na tunaambiwa ya kwamba basi hata kama ni upendo, hatupaswi kutoona upendo wa Paulo kwa wale ambao hakubaliana nao, anawalilia. Ona pia kwamba hawatii adui zake, bali adui za msalaba wa Kristo.
Na Paulo alitambua kwamba masuala makubwa zaidi yalikuwa hatarini, yaani jinsi msalaba unavyovunja vizuizi na kutoweka sisi sote katika kiwango sawa kama wenye dhambi wanaohitaji uokovu. Bila kuweka utengano, bila kusema Dennis wewe unakaa hivi, bila kusema Dan wewe unakaa hivi, lakini aliweza kufanya nini? Kuonyesha huo upendo na kujaribu kuwaleta nini pamoja. Pia tunaambiwa ya kwamba jambo lisilopaswa kupuuzwa ni jinsi Paulo anavyowahimiza Wafilipi kuelekeza fikra katika mifano mizuri, si katika mifano mibaya, na kuwafuata kwa kuangalia wale ambao mtindo wao wa maisha unafanana sana na wake. Na cha kuvutia, Paulo anatumia lugha kama hiyo katika kuwaonya Warumi. Waangalieni wale wafanyao fitina na mambo ya kukwaza kinyume cha mafundisho mlivyojifunza, mkajiepushe nao. Na hiyo tunapata katika kitabu cha Warumi, hapo fungu lake la 16 mstari wake wa 17. Na hapo tunapata ya kwamba tukiangalia hiyo siku ya Jumapili, tunapata ya kwamba kuna jinsi ambavyo ni vyema tuweze kufanya nini, tuweze kufanya vitu vyetu ili tuwe waangalifu katika kila tendo ambalo linatendeka, na hata wale ambao wamejikuta katika mabaya, basi kuna jinsi ambavyo tunafaa tuwakumbushe kile ambacho kinafaa na tuwaonyeshe upendo. Na tunaambiwa hapo wadanganyifu huko Rumi wanaelezewa kama wale ambao hawamtumikii Bwana wetu Kristo bali matumbo yao wenyewe. Amina. Sijui ni nini unaweza kuongeza hapo. Mimi ningeongeza kutoka kwa Warumi 16 fungu lake la mstari wake wa 17, inasema ya kwamba ndugu zangu na wasihi, waangalieni wale wafanyao fitina na mambo ya kukwaza kinyume cha mafundisho mliyojifunza, mkajiepushe nao. Mifano ya kuigwa. Unapata ya kwamba wakati mwingi jinsi ambavyo umeongea, watoto wanaiga mifano ya mama yake. Sababu ni gani? Juu unapata yeye ndiye ako karibu sana na watoto. Pata ya kwamba hata mtoto anapokuwa shuleni akisoma, mtu mwenye ako karibu, mani mikutano ya shule, mama ndiye unapata anaenda. Juu mzaa ametoka ameenda kutafuta. Wakati mwingine inaweza pita hata wiki moja mzaa hajarudi kwa nyumba. Yaani anakuja, lakini anakuja usiku juu ya shughuli za hapa na pale. So unapata ya kwamba yule aliye karibu na huyu mtoto anaiga mfano wake. Ndiposa mimi tu ningeuliza swali moja tu hapo tunapotoka, ni kwamba Mungu amekuwa mfano kuja kwetu ambaye ni Yesu Kristo. Tumemuona yale ambaye ametenda yote. Sasa kitu ambacho kimebaki ni kwamba sisi, je, mifano yetu ya kuiga tunaiga kutoka wapi? Tunaiga nani? Hiyo ndio maana inaonyesha kwamba maisha yetu yatakuwa aje. Mungu wetu acha atusaidie tupate kuiga mifano iliyo mizuri ama mifano bora katika haya maisha, ndiposa tufikie uzima wa milele. Mungu wetu atubariki. Okay. Ukituelekeza katika siku ya Jumatatu, ningependa kuongeza tu ya kwamba sisi binadamu tunakuwa kile ambacho tunakipenda ama kile ambacho tumekuwa tukitenda. Na pia tukiangazia sana masuala ya kidunia, basi unapata ya kwamba tunakuwa maadui ya msalaba. Na pia si kwa kupiga vita ile ambayo inaonekana, lakini kwa kuweka mbele ustarehe wa kidunia. Basi ni vyema tuhakikishe ya kwamba badala ya kutafuta starehe za kidunia na maisha mema ya kidunia, basi tutafute nini? Starehe ya msalaba.
ile ambayo inaweza kutusaidia kwa kiroho. Na hivyo ndivyo tutaweza kufanya nini? Tutaweza kusaidiana na tuwe kama wale wa nini? Wale tunasema ya kwamba wenyeji wa mbinguni. Basi utuelekeze katika siku ya Jumatatu. Asante sana. Tunapoangalia siku ya Jumatatu inasema ya kwamba simama imara katika Bwana. Kusimama imara ni kule kusimama kutotingizika tena. Unasimama ukiwa umeamua ya kwamba mimi nasimama imara. Ndiposa tunapoangalia kutoka hicho kitabu cha Wafilipi 3:20 hadi 21 inasema ya kwamba kwa maana sisi wenyeji wetu huko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo, atakaye upadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake. So tunapoangalia tunapata kwamba uraia wa Kristo wa Kikristo uko mbinguni na mtawala wetu ni Kristo Yesu mwenyewe. Ili kukazia jambo hilo, Paulo anakazia uhitaji wa mwili wetu wa unyonge. Paulo wakati alipokuwa akiangalia anapata ya kwamba sisi kama binadamu tuko na mwili wa unyonge. Mwili wetu si kama ule wa Yesu Kristo, hata ingawa alitupea pumzi yake. Napata ya kwamba alipoumba mwanadamu wa kwanza duniani alipata kumpa ule uhai wake kupitia kwa pumzi yake, ndiposa watu tukakuwa uhai. Unaopatwa na magonjwa, huu mwili wetu uko na magonjwa, kusorota na pia kifo, uweze kugeuzwa na kuwa kama mwili mtukufu wa ufufuo wa Kristo. So hapo tunapoangalia kwamba huu mwili wetu ni mwili wa kuharibika kwa wakati wowote. So na mwili wetu uko na shida nyingi, uko na mambo mengi, ni mwili mdhaifu. Ndiposa ya kwamba Paulo yeye mwenyewe anatuambia tupate kujiweka kwa Mungu, tusimame imara, na Mungu naye pia ataweza kutupea mwili ambao utakuwa ni mwili mkamilifu usiokuwa na magonjwa. Ndiposa tunaangalia kwamba kuna mifano, kuna vifungu mingi ambavyo vimetolewa hapo, lakini ningetaka tusome tu moja kutoka kitabu cha Ayubu ama Job 19 verse 25 to 27. Nayo inasema ya kwamba lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi, na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini pasipokuwa na mwili wangu nitamuona Mungu, nami nitamuona mimi nafsi yangu, na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Mtima wangu anazimia ndani yangu. Huyo ni Ayubu ambaye anatoa maneno ya himizo, maneno kama hayo. Ayubu alipoangalia mwili wake anapata kwamba mwili wake ulipoharibika aliona, ndiposa anasema kwamba alikuja duniani akiwa bure na atarudi vivyo hivyo. So mwandishi anamaliza kujapa chini akisema kwamba mwishowe kupitia Yesu Kristo kifo, adui wa mwisho, ataangamizwa. Na hilo ndilo tumaini letu kuu zaidi, ahadi kuu ambayo tumepewa katika Yesu, sio tu mwisho wa kifo, bali mwili mpya kabisa, mwili wa utukufu. Hivyo kwa Paulo uraia wetu wa mbinguni unajumuisha ahadi ya ufufuo na uzima wa milele katika maisha mapya kabisa ambayo hatuwezi kuwazia kwa sasa. Paulo anapotuhimiza anatuhimiza ya kwamba huu mwili wetu kifo lazima tutakufa. Na kitu ambacho anatuhimiza ama anatupa tumaini ni kwamba
Yesu mwenyewe alipokuja alikufa tena akafufuka, kuonyesha ya kwamba kuna uzima baada ya kifo. Na huu mwili wetu wakati utakapotimia, tupate kufariki kutoka duniani, tunapata ya kwamba acha tumombe Mungu tuwe na imani, tusimame imara. Atakaporudi, atakapotufufua, atupe mwili ambao hautaharibika, hautakuwa na magonjwa, hautakuwa na shida ama kulia kwa kila wakati. Ndiposa tunaambiwa kwamba adui wa mwisho kabisa ni kifo, Mungu atamaliza. So ni jukumu letu mimi na wewe tupate kuangazia kwamba wacha Mungu wetu awe pamoja nasi, tusimame imara katika huduma ya Mungu, ndiposa atakaporudi tuwe tukiwa imara, tupate ule mwili ambao hautaoza, ama tupate kupelekwa katika yale maisha ya kale ambapo kifo tena kitakuwa. Cha Mwenyezi Mungu atusaidie tusimame imara katika kila jambo. Asante. Asante sana. Na hata tukirejelea hapo unapata ya kwamba sisi katika dunia unapata ya kwamba tuko na serikali ambayo iko katika mamlaka na imeshika doria ya kulinda nchi na wananchi na ama wenye nchi. Na unapata ya kwamba binadamu hufanya nini? Wanatii viongozi na serikali iliyopo kwenye mamlaka. Lakini unapata ya kwamba kuna jinsi ambavyo hata kutii na pia hawawezi saidia kikamilifu katika mahali popote pale ambapo tunahitaji usaidizi. Na tunaambiwa ya kwamba ni Kristo tu pekee yake ni atakuja afanye nini? Aweze kuchukua mamlaka na aweze kuongoza. Kwa sababu tukiangalia hata Filipi, unapata ya kwamba Filipi hapo ilikuwa inaongozwa na nini? Ilikuwa ikiongozwa na inaitwa Italy. Yeah, the Roman ilikuwa under Roman colony and the citizens possessed the Italian rights. Na unapata ya kwamba kuna jinsi ambavyo hata sheria na masharti ambao walikuwa nafuata zilikuwa tu zile za wale wa Macedonia and the Roman. Then when you look at the church colony, it is the church colony of the heaven on earth, governed by the laws of Jesus Christ and not culture around it. No culture is needed. So the promise is not just spiritual but somatic, which we call the bodily, kwa mwili. Christ will transform our body, the vile body or body of humiliation, to be like his glorious body. And this refutes the Greek Gnostic idea that the body is evil and only the spirit matters. God redeems the whole person. We are residents of aliens. We respect earthly governments, but our ultimate allegiance is to the Savior who is coming to colonize the earth fully at the resurrection. Amen. Amen. Tuesday's part of it talks about rejoice always, the peace that guards. Furahini katika Bwana siku zote. Na tunataka kuona ni furaha aina gani ambao tunapaswa kuwekelea akilini na ni siku zote. Unapata ya kwamba baada ya kugusia tena hitaji la umoja, being united, Paulo anahamia mada nyingine, kufurahi katika Bwana. Na ni mara ngapi umehuzunishwa juu ya vitu ambavyo hatimaye vilitoweka kwa urahisi na haraka kama jinsi vilivyotokea. Na kwa sababu nzuri, Yesu asisitiza tena na tena kwamba hatupaswi kusumbuka. Hiyo tukitazama kitabu cha Mathayo fungu lake la 6 mstari wake wa 25 hadi 34, na vile vile fungu lake la 10 mstari wake wa 19. Na Petro anatukumbusha kwamba tunaweza kumtwika Bwana fadhaa au wasiwasi wetu wote,
kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yetu. Na tukirejelea pia hiyo Petro wa kwanza fungu lake la 5 mstari wake wa 7. Na kwa hakika matatizo yanayoongezeka ulimwenguni pote yanapaswa kututia moyo kwa matumaini kwamba kuja kwa Bwana kumekaribia, ikilinganishwa na kitabu cha Mathayo fungu lake la 24 mstari wake wa 33 na Luka 21 mstari wake wa 28 na pia Yakobo hapo fungu lake la 5 mstari wake wa 8. Na dawa ya wasiwasi katika kila jambo ikijumuisha kila hali ni kusali sala ya imani. Tukisali tu tukiwa na imani kwake Bwana, unapata ya kwamba wasiwasi yoyote ile ambayo tunaweza jazwa nayo, basi atafanya nini? Ataiondoa. Na kwa dhahiri tunapaswa kuamini na kushikilia sala yetu kana kwamba imejibiwa hata kabla ya kuona matokeo yake. Na kwa sababu tunapaswa kusali kwa kushukuru, pia limeongezwa neno kuomba. Kiyunani inamaanisha desis, likiashiria nyakati za mikomo na uharaka ama tazama. Kwa mifano tukiangalia Luka fungu lake la 1 mstari wake wa 13, unapata ya kwamba sala zetu pia bado ni maombi, lakini tunaweza kujua maombi yetu yamepokelewa mradi tunapoomba sawasawa na mapenzi yake. Kisha tunaweza kupumzika na kuwa na imani tukijua kwamba maombi yetu yote yako mikononi kwa Mungu. Unajua kuna jinsi ambavyo Mungu huwa uchukua swala ambalo tunampelekea. Kuna ile ambayo anasema ya kwamba la hasha, hii haiwezekani. Kuna ile ambayo anaweza kukuambia subiri. Na kuna ile ambayo anaweza kukujibu mara hiyo hiyo. Na jibu yake Mungu si ile ambayo ni tunaweza kusema ya kwamba ni direct. Ya kwamba ukimwomba pesa, sasa pesa inatoka mbinguni inaanguka hapo. Unaweza kuwa unahitaji pesa ama fedha fulani ya kufanya kitu, pengine siku zijayo ama mwezi ujao. Kisha baadaye unapata ya kwamba kuna mtu anakuita kazi. We mwenyewe ulikuja kwangu ukaniomba pesa, nikakwambia sina, siwezi kukusaidia. Lakini kuna mwingine anakuambia Denish, kuna mahali fulani nafaa nifanye kitu, lakini naona ni kama nitashikana kidogo. Si unaweza kwenda huko unifanye nini? Unisimamie. Alafu we mwenyewe unakataa. Ujue ya kwamba hivyo ndivyo Mungu alikuwa anataka kujibu ombi lako la kupata pesa. Pengine unatumwa kwa mafundisho ya seminar. Watu wanaenda mahali, mtu angeenda lakini anakuambia Denish, nataka kukutuma uende usimamia kikundi ya vijana wakae hapo. Sasa wewe ndio utawakilisha vijana. Lakini unasema mbona sio ilikuwa kazi yako, wewe ndio uende. Kisha baadaye ukishaenda, ukikubali uende, unapata ya kwamba baada ya mafundisho unapewa ile tunasema sitting allowance. Unapata hapo 1,000. Wewe ulikuwa unataka 500 ya ghafla, ushapata 1,000. Si Mungu amekubariki mara mbili? Kwa sababu kile ambacho tunaambiwa ya kwamba hapa tukiomba tukiamini, tumpeleke zote shida zetu zote na tuombe tukiamini, basi ni yeye ndiye atafanya nini? Atashughulikia na tupiganie na tujazie kile chochote ambacho tunahitaji. Na ndio maana tuombe, tuwe na imani, tusubiri, tumwachie na atende mambo yake, na baadaye tutafanya nini? Tutafurahi kwake Bwana siku zote. Amen. Mimi kitu ningeongeza hapo ni kwamba tunapoambiwa tufurahie katika Bwana siku zote, si eti ile wakati tumejibiwa maombi yetu ndio tunafaa kuwa na furaha ama kufurahia. Hapana, hata ile wakati wa kilio kuwa tuna furaha. Ndiposa tunapata ya kwamba Mungu anajibu maombi. Jinsi ambavyo umetuambia kuna yale maombi
unajibiwa papo hapo, na kuna maombi ya kusubiri kidogo. Tunapoomba, wacha tu tuombe kadri ya mapenzi yake, atende jinsi ambavyo yeye mwenyewe ataona. So tunapojitoa namna hiyo, majibu yetu yatakuja, na Mungu wetu ni mwaminifu. Unapata ya kwamba anajibu maombi. Ndiposa tunaambiwa kwamba kisha tunaweza kupumzika kwa kuwa na amani, tukijua kwamba maombi yetu yote yako mikononi mwa Mungu. Tutakapojua hivyo, wacha tuwe na amani. Na Mungu atatenda kwa wakati wake. Ndio maana mwandishi hapa anasema ya kwamba anxiety is a form of atheism. It acts as if God does not exist or care. The antidote is supplication with thanksgiving. Thanking God before the answer comes is the highest form of faith. Kumshukuru tu hata kabla hajakupa jibu. Basi hiyo ishaonyesha ya kwamba imani yako iko imara kwake Mungu. Na pia anasema ya kwamba the peace of God is not a passive feeling, it is an active soldier. When we pray, God stations essential at the door of our hearts to prevent invasion of worry and fear. Tukiomba, hiyo utulivu ambao tuko nayo kwake Mungu, unapata ya kwamba ni ile ya askari ambayo iko imara na inafanya kazi, na inatusaidia ya kwamba kila wakati tukiomba, tukipeleka maneno yetu yote kwake Mungu, basi inafungua milango ya kutoa ya kuondoa wasiwasi na uoga. Asante sana mtazamaji, kwa wale ambao bado wameweka Ndizi TV Africa, runinga yako unaenzi na ile ambayo inakufundisha kwa hali zote za kimaisha. Tunayo elekea kukamilisha kipindi cha awamu ya kwanza, ambayo ni uchambuzi wa leseni katika kipindi cha upendo wa Sabato. Na natumai kuna kile ambacho unanakili na kile ambacho unajifundisha katika kila siku ambayo tunachambua. Na ukumbuke ya kwamba anayekuongoza ni Dan Oyo, tukisaidiana na ndugu Denisa. Anatuelekeza katika siku ya Jumanne. Siku ya Jumanne. Asante mwenzangu Dan. Tunapoangalia hiyo siku ya Jumatano, siku ya Jumanne tumemaliza. Siku ya Jumatano. Kitu tu ningeongeza kwa hiyo siku ya Jumanne ni kutoka 1 Corinthians 14 verse 33, na inasema kwamba kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko bali wa amani, vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. So tunapoangalia siku ya Jumatano inasema kwamba yatafakarini hayo. Tunapoambiwa yatafakarini hayo, ama saa hii mtu ajitokeze akuambie ndani ya kwamba yatafakari hayo. So unachukuaje mambo kama hayo anapokuambia hivyo? Maybe kuna usemi fulani amekupea, ndiposa amemalizia akikwambia yatafakari hayo. So kuna pointi fulani anataka kuleta ndani yako upate kuiona. So mwandishi anapotuambia tafakari hayo, tutasikiliza yale ambayo anataka tuyatafakari, ndiposa tujue tunafaa kuyatafakari gani. So tunaambiwa kwamba amani ipitayo akili pia itawahifadhi mioyo yenu na nia katika Kristo Yesu. Maisha yetu ya ndani yanahitaji ulinzi, si ulinzi wa kidunia. Tunapotafuta walinzi wa kidunia, wacha tujue ya kwamba ulinzi wetu unafaa kutoka mbinguni kwake Mungu wetu. Ndiposa tunaambiwa kwamba sehemu nyingine muhimu sana ya amani ya ndani inajumuisha kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Wana amani nyingi
waipendayo sheria yako, wala hawana la kuwakwaza. Mioyo yetu inapokuwa na amani, unapata ya kwamba vitu mingi hutimika ama hufanyika jinsi ambavyo Mungu wetu anatuhitaji ipata kufanyika. Ndiposa nilikuwa nataka tusome kutoka kitabu cha Wafilipi 4 fungu lake mstari wake wa 8 na 9, inasema ya kwamba hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Mambo mliyojifunza kwangu na kuyapokea na kuyasikia na kuyaona kwangu, yatendeni hayo, na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Shukrani kwa zawadi za Wafilipi. So hapo unapoangalia huyo mwandishi anasema ya kwamba mambo yenye sifa njema, wema wowote, ikiwepo sifa nzuri, yaliyo ya haki, si yale ya kukandamiza, yaliyo ya ukweli, tupate kuyatafakari. Ndiposa mwandishi anakuja hapo chini akisema ya kwamba kweli si kwa bahati mbaya. Orodha inaanza na sifa kuu ya kibibilia ya ukweli ambao Yesu alitumia. So hapo unapoangalia Mungu alikuwa wa ukweli kupitia Yesu Kristo. Yale yote ambaye alikuwa akifunza yalikuwa ni mambo ya ukweli. Tunapokuja hapo staha, neno la Kiyunani linaangazisi maadili ya mtu binafsi. Unaposoma kutoka kitabu cha 1 Timothy chapter 3 verse 8 and 11, ama usome kitabu cha Titus chapter 2 verse 2, hayo mambo yote ya staha utayapata hapo. Unapokuja jambo la tatu ni kwamba haki. Maadili haya yanafafanuliwa na tabia ya haki ya Mungu. Mungu hakuna mahali ambapo alipata kukandamiza mtu ama kiumbe chochote. Unapata alikuwa ni mwenye haki. Ndiposa ya kwamba tunaambiwa dunia hii hatutawahi pata haki. Jambo la 4 nasema kwamba safi. Mawazo na matendo yanayotiririka kutoka kwa haki ya Mungu yalalishayo iliyopokelewa kwa imani. Unapoangalia kutoka kitabu cha 1 John chapter 3 verse 3, jambo la 5 unapata ya kwamba kupendeza, uzuri wa urembo unaoonekana sana katika uumbaji wa Mungu. Mungu alipoumba binadamu alisema ya kwamba imependeza, huyu amependeza, ulimwengu unapendeza. Jambo la mwisho hapo la 6 anasema kwamba sifa njema, mkarimu na wa kupendeza na wenye neema. Unapata Mungu mwenyewe alikuwa na sifa njema. Ndiposa nasi anatuambia kwamba hatutaweza kuwa na sifa njema, lakini wacha tujaribu kadri ya uwezo wetu. Ndiposa Paulo anamaliza hapo chini akisema ya kwamba Paulo anatoa sifa 2 zaidi ili maana ya kikafiri izije ikawekwa kwa mojawapo ya sifa hizi nzuri. Ukiwapo wema wote, ikiwapo sifa nzuri yoyote. Wafilipi 4 mstari wake wa 8. Tunapaswa kufikiri juu ya sifa hizi za kimbingu. Kisha ili kuondoa mashaka yote na kutoelewana kunakoweza kutokea, Paulo anatuambia tutende yale tuliyojifunza kupokea, kusikia na kuona kutokana na mfano wake mwenyewe. Kwa hayo jinsi ambavyo Paulo anatupa himizo, wacha tuwe tukiyatafakari hayo. Tuwe watu wa ukweli, tuwe watu wenye staha, tuwe watu wenye haki,
tuwe watu wasafi, tuwe watu wa kupendeza, na tuwe watu wenye sifa njema. Watu wenye kupendeza isikue ya kwamba ni kuvaa mavazi mazuri, kujipaka ule urembo wote ambao tunafaa kujichapia wa nje ambao mtu huona. Wacha urembo wetu uwe urembo wa ndani. Hayo nafikiria ndiyo mwandishi anatuambia kwamba tupate kuyatafakari. Asante. Okay. Asante sana. Nami pia nikiongeza tu kuangalia hapo, nikiangalia hapo siku ya Jumatano. Siku ya Jumatano, kile ambacho tunaambiwa the life of the mind sanctified thought, yenye tumeambiwa ya kwamba tuweze kuangazia na tutafakari. We cannot have a heavenly life with a worldly mind. And the battle for the soul is fought in the imagination. If we fill our minds with the clickbait of the world or scandal, fear, impurity, when we are not pure, then what happens? We cannot produce the fruit of the Spirit. And that's what we need to do. We need to have a pure mind, not a corrupted mind. A pure mind that only focuses on what? The godly actions and deeds. But if we fill it with other things, then we cannot have what? We cannot produce the fruits of the Spirit. And which Spirit is that? The Holy Spirit from God through Jesus Christ. Amen. Thursday part, what we have here, that we have been given here, mambo muhimu kwa ajili ya kuridhika. Mambo muhimu kwa ajili ya kuridhika. Na tunataka kuona ni mambo kama yapi haya ambayo ni muhimu katika maisha yetu, na yanaweza kutuonyesha ya kwamba basi tunapaswa kuridhika na kile ambacho tunavyo. Na kwa lugha ya Kimombo tunasema ya kwamba the keys for contentment, the secret of sufficiency. How to be sufficient, how to be contented, ili tusiwe wale ambao wanataka mingi ama wanataka kila kitu. We have been told that Paul reveals the secret of his stability. And the Stoic redefinition, Paul uses the word otex, or content, self-sufficient, as a favorite word of Stoic philosophers who claimed they need nothing outside themselves. Paul hijacks the word and changes its source. He is sufficient only because of Christ. And the context here of all things is in verse 13, when we look at verse 13, that Philippians 4:10 to 13, verse 13, I can do all things, is often misused for sports or business. Kwa biashara ama kwa michezo, mtu anakuambia naweza fanya chochote kile kwa uwezo wangu, si kwa uwezo wake Mungu, kwa uwezo wangu. Then I can do all things is often misused for sports or business. Historically, it refers to the ability to endure poverty without stealing and possess wealth without hoarding. It is the power to be steady in unstable times. Where you are is not balanced, but you yourself, you try to be balanced. Then, what we need to get as a Christian is that contentment is not having what you want, but wanting what you have in Christ. It is a learned behavior where I have learned the secret, not a natural trait. So that
in the Christian life, if you want to be contented, not by what you want, but what the Christ has for you. If it is a good life, if it is a moral life, if it is a good behavior, then it should be based on what? On how Christ was behaving, on how Christ wants you to live, on what Christ has for you. That's what you need to get and say that you are now contented. And so tunaambiwa wakati hali mbaya zaidi zinapotokea, njaa, ugonjwa, jeraha, hasara, mtu huanza kutafakari juu ya mambo ambayo kwa kweli ni muhimu na kutafakari baraka ambazo kwa kawaida huchukuliwa kuwa za kawaida. Tunapodhiliwa tukiwa na uhitaji au ubakia karibu bila kitu, ndipo imani inapofanya iwezekane kushinda hali ngumu. Imani yetu. Kinyume chake, tunapoishi kwa kufanikiwa, tunapaswa kutambua daima kwamba mafanikio hayo yanaweza kutoweka mara moja. Jinsi ambavyo imenakiliwa katika kitabu cha Mithali fungu lake 23 mstari wake wa 5. Na kama vile Ayub na Paulo wanavyotukumbusha, hatukuja na kitu duniani tulipozaliwa. Na hatutakwenda kaburini na kitu chochote. Basi hatufai kuangaishwa bure na vitu vya dunia. Ona ahadi zifuatazo za kibiblia. Tukiangalia Zaburi fungu lake 23 mstari wa kwanza, anasema ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ya pili ni Mathayo fungu lake la 6 mstari wake wa 32, yasema Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Basi haja gani tuwe na wasiwasi? Petero wa kwanza fungu lake la 5 mstari wake wa 7, yasema ya kwamba huku mkitwika yeye fedha zake zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Imagine someone sacrifice so much for your own benefit. Wafilipi fungu lake la 4 mstari wake wa 16, yasema na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo yetu. Kristo Yesu. Sasa ni jambo la ajabu kuliko yote, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Labda hakuna hata mmoja wetu anayeweza kufahamu kikamili kile mambo yote na yanachojumuisha. Kwa hakika, kama ilivyo kwa ombi lolote la msaada na nguvu za Mungu, ni lazima tuombe kwa kupatana na mapenzi yake. Lakini mara nyingi hata tumuombi mambo tunayojua, tunapatana na mapenzi yake. Ndiyo maana Yakobo fungu lake la 4 mstari wake wa 2 nasema hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Kumaanisha tukimwomba atatupa zaidi ya kiwango ambacho tunahitaji. And even when I remember the song in the Bible that in the hymns which says that fill my cup until it overflows, until I want no more. He is able to do that. He is able to do that. Wokovu kwa mpendwa au urafiki. Kuna hapa nayo sasa kuna baadhi ya mambo tunayoweza kuomba kwa uhakika, kwa sababu tunajua yanapatana na mapenzi yake Mungu. Na mambo haya ni kama wokovu kwa mpendwa au rafiki, tunaweza kuombea. Ujasiri wa kushiriki imani yetu,
msamaha tunapoungama na kuacha dhambi, nguvu za kutii amri za Mungu, kuwapenda wale wanaotuchukia na kututendea vibaya, hekima kwa ajili ya hali zenye changamoto, na kisha baadaye kuna kile ambacho pia tunapaswa kuomba kwake Mungu, kuelewa ukweli katika neno lake Mungu. Amen. Je, msikilizaji, mtazamaji, popote ulipo, unapoomba unayaweka haya akilini mwako? Unayaweka haya moyoni mwako? Je, unaombea uokovu na kwa mpendwa au rafiki? Unaombea ujasiri na kushiriki imani yako, ama unaombea Mungu aweze kukusaidia kuelewa ukweli katika neno lake Mungu, ama unaomba tu ili aweze kukubariki na mali? La, hiyo tumegundua ya kwamba leo si mali tu, lakini ni kile ambacho tunafaa tupate kutoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo. Sijui una lipi la kuongeza tukitamatisha? Asante. Ningeongeza vitu mbili hapo. Cha kwanza ni kwamba nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Tukijua hivyo, tutakuwa tumepiga hatua katika Kristo wetu. Ndiposa tunaambia kwamba labda hakuna hata mmoja wetu anayeweza kufahamu kikamilifu ni nini mambo yote yanamaanisha. So tunapoangalia hapo tunapata ya kwamba Mungu wetu ametoa ahadi kuja kwetu. Kazi yetu tu ni kuomba na tuwe na imani. Ndiposa tunaambiwa kwamba hayo yenye ameongelea hapo chini kwamba tuokovu kwa mpendwa au rafiki, hayo yote, lakini ukifika hapo chini unapata ya kwamba hekima kwa hali zinazotupa changamoto na kuelewa kweli katika neno la Mungu. So tunapata ya kwamba wale tu ambao daima wanapokea ugavi mpya wa neema watakuwa na nguvu kulingana na mahitaji yao ya kila siku na uwezo wao wa kutumia nguvu hizo. Hiyo ni Mungu mwenyewe ndiye anatoa ahadi kwetu. Ndipo unapata kwamba Mungu anajua matakwa yetu. Hata kabla tuanze kuomba, unapata kwamba Mungu tayari yeye anajua mahitaji yetu ambayo tunataka, ama yale matakwa ambayo tunataka. Bwana ana nyumba ya hazina ya vifaa kwa ajili ya watoto wake, na anaweza kuwapa kile wanachohitaji hata iweje. Ndiposa mwandishi anauliza hapo swali ya kwamba basi kwa nini hatumuamini? Ametoa ahadi ya dhamani kwa watoto wake kwa sharti ya utii na uaminifu kwa maagizo yake. So hapo kitu ambacho mwandishi anamalizia ama anasisitiza ni kwamba tuwe na imani. Tunapoomba tuwe na imani, tusimame imara. Ndiposa kuna mwanasiasa fulani uwanga ananifurahisha jinsi ambavyo anapiga siasa yake. Anapata ya kwamba anasema mimi ndio Sifuna. Hakuna ule msimamo wa kuonyesha ya kwamba yeye ni yeye mwenyewe. Swali linabaki kwangu pamoja na wewe na msikilizaji ni kwamba je, saa hii inji ikigeuka nitasimama niseme mimi ndiye Mkristo? Ama jinsi ambavyo dunia inakuja na mimi pia mimi naingia venye imekuja. Kama ni kuingia hapa ndani mimi naingia mzima, sitaweza kusimama. Cha Mungu wetu atusaidie kwa hii wiki mzima tupate kusimama imara, tusitingizike ama tusitingizwe na jambo lolote. Tusimame imara kama jinsi ambavyo tunapoangalia wanasiasa wanasimama imara na vyama vyao. Nasi pia Mungu wetu atusaidie tusimame imara. Chama chetu ni Mungu mwenyewe. Hatuna tena chama kingine. Sisi kama Wakristo tusimame imara katika Ukristo wetu na Mungu wetu apate kutusaidia kwa kila jambo. Asante. Amen, amen, amen. Paul closes the letter showing us the practical output of the gospel, and we are citizens of heaven living in a foreign land. Because of this, we have a different king who is Jesus Christ, and a different mindset
or virtue with the different defense, which is God. And that is God's peace. And a different source of strength, which is Christ's sufficiency, which help us to be contented. We do not wait for heaven to begin living like heavenly citizens. We bring the culture of heaven to earth today. Don't wait for it, bring it. Don't wait to be asked. Come out, ujitole muhanga, useme mimi ni Mkristo. Jinsi ndugu Denish amesema. Na hivyo ndivyo tunatamatisha awamu ya kwanza ya uchambuzi wa leseni. Kwa wale wote ambao nimeona hapo wameweza wasiliana nasi, nimeona Samuel Okari Nyakagwa, Sheila Kemunto, Adronia Ondieka, MC Wesley KE, Martha Marion, wote nawatakia kila la heri yawe mema. Sheila Kemunto amesema from Emonga Kiamokama, anasema happy Sabbath, happy day with good news. May God bless you. We are finishing the first hour. You are going to get scripture of the day in a short while. Let's humble for a word of prayer. Mtakatifu, mtakatifu, hashiju mbinguni, tunakushukuru kwa ulinzi pamoja na neema yako. Umetuonyesha fadhili zako na ukubwa wako. Umetukuka pande zote kwa wiki nzima hadi siku ya leo. Kuna mengi ambayo yameweza kutendeka katika wiki hii. Kuna wale ambao wameweza kupoteza maisha yao, lakini sisi umetushindania pande zote. Umetulinda hadi tukakutana tena siku ya leo. Wakati ambapo tulikuwa tunaamiri kipindi hiki, tuliweza kukuomba ya kwamba uweze kutuongoza, uwe mbele tukufuate. Na hivyo ndivyo umetenda hadi sasa. Tunatamatisha awamu ya kwanza. Mhubiri ambaye anakuja kuchukua ushukani aliyeweze kunena maneno yako kwa waja wako, uweze kumuongoza. Siku ya Sabato na kila mmoja ambaye anasafiri kuelekea hekaluni, kwa wale ambao hawataweza kusafiri kwa minajili ya changamoto au shida za kila aina, waweza kuwapigania vita vyote vile ambavyo wanakumbwa navyo. Walioko hospitalini uweze kuwaponya, wapunguzie maumivu. Walioko gerezani, waliokosolewa kimakosa, uweze kuwashindania. Na wale ambao walishtumiwa kwa kile ambacho wametenda, uweze kufungua macho yao na waweze kuona kosa lile ambalo walilitenda. Kwa wale pia ambao wanasafiri kuelekea sehemu mbalimbali, wewe ndio uwe dereva wa kwanza. Watunze, waongoze. Uwe nasi siku ya leo hadi jioni. Kwa machache nimekuomba na kuamini kwa jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Amina. Asante. Asanteni sana hadi wiki ijayo ambayo tutakutana tena, lakini sasa hivi na kuacha mikononi mwa mhubiri ambaye atakuletea chakula cha kiroho ya leo. Amen. Je, wewe ni mmiliki wa aina ya gari aina ya Alto, Probox, Harrier, V8 na Lexus? Jipatie brake pads kwa bei nafuu hivi sasa. Vilevile oil filters kwa gari aina ya Toyota na vilevile Subaru. Ili upokee popote ulipo, piga simu kupitia nambari 0739318606.
Mteja mpendwa, ni wakati sasa wa kujinyakulia aina ya flash disk kuanzia 8GB, 16GB na vilevile 32GB. Vilevile earphones, wireless headsets, unajipatia wireless microphones tofauti kwa bei nafuu. Yale ambayo unafaa kuyafanya hivi sasa ni kwamba unapiga simu kupitia nambari 0739318606. Yote unayapata kwa bei nafuu popote ulipo. Inside each one of us, there is a dream. The challenge is how to achieve it. This journey will take inspiration, constant motivation, proper supervision, and strong connections. At Camel Park Training College, we know what makes your dreams come true. Now, all we need to begin in this journey is you. Enroll today in a variety of courses. Choose Camel Park Training College. Naam, ni wakati wa kusikiza sauti inayobeba maono, busara na hali halisi ya kisiasa humu nchini. Karibu katika kipindi Sauti ya Uongozi. Hapa tutakuwa tunazungumza na viongozi kujieleza katika hali halisi ya yale ambayo waliahidi kuyafanya, na bila shaka kukupa wewe mtazamaji nafasi ya kuzungumza kama mwananchi wa kawaida kwa yale ambayo waliahidi kuyafanya katika maendeleo humu nchini. But after making the payment, they delete it. Now, what kind of accounting is that? Because you are supposed to maintain the details of whoever you paid, so that the figures can balance. Watu ambao wanafanyiwa sio kwamba ni wale wananchi wote ambao wako pale wanafanyiwa ile funding, ni makundi haswa. Na zile pesa kufika katika makundi ikamfikia mwananchi yule ambaye alikuwa anachangiwa akapata kiasi kidogo cha pesa. Ina maana kule kuzurula, ule msururu wa kuzunguka inakuwa ni kama ni null and void kwa mwananchi, anaiona kwamba analagaiwa. If you graduated in 2016 and somebody graduated in 2020, the 2016 was to be given priority to get that job. But nowadays, members of parliament have taken over. They get the letters, they dish them in funerals, others they sell them to the highest bidder. Kila wiki tutakuletea mahojiano ya kina na viongozi kutoka sekta mbalimbali na jamii kwa ujumla. Je, unajiuliza maswali ni kipi ambacho kinajiri nyuma ya pasia la uongozi? Basi hapa ndipo unapaswa kukaa mkao wa kutazama na kusikiza. Usikose Sauti ya Uongozi kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 jioni hadi saa 3 jioni ndani ya Ndizi TV Africa, nami Jeff Nyakundi. Sauti ya Uongozi. Tunazungumza, tunajenga, tunabadilika. Steer your future in the right direction. Safe driving starts here.
Camel Park Driving School, now ready to quench your driving thirst. We offer NTSA certified driving lessons for upgrading, beginners, and refreshers. Our team of qualified instructors deliver content for the following classes: A1, A2, B1, B2, C, C1 and C2, D1 and the rest. We train learners with modern vehicles which fit the evolving digital world. Why choose Camel Park Driving School? We are situated within a serene environment which offers a humble space of study. Our classes are fitted with advanced materials which supports learning. Other benefits are flexible class schedule, pocket-friendly fees, proper theory and practical guide, annual operation and additional computer packages training. Spend less, learn more, drive forever. Apply now. For more information, call us on or SMS us on 0755 386 594 or 0753 915 354, or you can email us on camelcollege@gmail.com, or also you can visit our offices at Kiogoro, which is 5 kilometers from Kisii town along Kisii-Kilgoris Road. Camel Park Driving School, shaping dreams on the wheels. Nashukuru msikizaji na mtazamaji mpendwa na kukaribisha siku ya leo na saa kama hizi katika sabato yetu takatifu ili tupate kumwabudu Mungu. Na kwa wakati huu ningewakaribisha mahali mlipo ili mpate kuchukua nafasi ya kipekee tupate kumwabudu Mungu na tupate neno lake kwa muda huu mchache ambao Mungu ametukirimia. Kwa majina naitwa Pastor Chevita Nyakweba, natoka sehemu ya Nyamache na pia katika sehemu ile ya Magena District na ile kanisa ambayo inaitwa Magena Main pamoja na Magena Central Church. Ninashukuru kwa muda huu ambayo Mungu ametupea, na hivyo kwa muda huu ningependa tupate kuomba ili tupate kujifunza neno la Mungu. Tuombe. Baba wetu uishie mahali patakatifu mbinguni na pia katika mioyo yetu waliokuamini, tumekuja kwako asubuhi ya leo unapoenda kunena pamoja nasi na ukinitumia mimi kama mtumishi wako na kama chombo kidhaifu. Naomba Mungu unishushe na pia wewe ujiinue ili wewe Mungu upate kusikika kulingana na mapenzi yako. Ninakushukuru kwa pendo lako la kipekee na neno hili. Tunaomba Mungu tufafanulie ili tupate kulielewa na kulifahamu, na zaidi ya yote litufanye tuwe karibu na wewe katika siku zote tunazoishi katika dunia hii. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Mpendwa mtazamaji, ninakukaribisha kwa somo la siku ya leo. Somo letu mada yake inasema ya kwamba je, unaweza kumkumbusha Mungu? Je, unaweza kumkumbusha Mungu? Ni swali ambalo wewe kwako itakuwa rahisi kusema ya kwamba hakika Mungu asahau. Mungu hakuna haja ya kumkumbusha kwa sababu yeye hasahau. Lakini mimi nakuuliza wewe kama mtu, kama binadamu, kama Mkristo, unaweza ukamkumbusha Mungu? Hebu na tusome kitabu cha Isaya
43 na mstari wa 26. Kwa kusoma inasema, unikumbushe na tuojiane, eleza mambo yako, upate kupewa haki yako. Mungu anasema unikumbushe. Mungu anakuambia, Mungu anatuambia ya kwamba tumukumbushe. Mpendwa mtazamaji, Mungu anadai ya kwamba umukumbushe. Hivyo ni rahisi kusema ya kwamba tumukumbushe. Mungu anasema tumukumbushe. Mkumbushe Mungu ukimueleza mambo yako. Kuna mambo fulani wewe unayoyajua katika maisha yako. Mambo ya biashara zako, mambo juu ya watoto wako, mambo juu ya masomo yako, mambo juu ya kazi yako, mambo juu ya familia yako, mambo juu ya mahitaji yako ya kila siku katika maisha yako, mambo hata juu ya talanta ambayo Mungu amekupea. Maybe umesononeka kuhusu talanta yako. Mungu anataka umkumbushe juu ya hizo vitu. Wapendwa, ninawaalika katika siku ya leo, tumwambie Mungu, tumwambie Baba ya kwamba kumbuka shida ambayo tunayosibitia. Kumbuka mateso ambayo tunayoyapitia katika maisha yetu. Mungu ni wetu, ni Mungu wa upendo na anayekumbuka watu wake. Yawezekana unapitia mambo magumu katika maisha yako, mpendo msikizaji. Yawezekana watu ambao mnaishi pamoja na wao hawakupendi katika familia yako. Yawezekana unasengenywa hata kule kazini unapofanya kazi. Yawezekana unadharauliwa katika biashara zako, hata kwa kile kibanda ambayo wewe uko nacho. Hata zile biashara kubwa ambazo uko nazo, watu wanakudharau. Wenzako, wenye biashara wenzako wanakudharau. Hata lile gari uko nalo la biashara, wengine wanakudharau. Ile company ambayo unafanya kazi unadharauliwa. Ndugu yangu, yawezekana Biblia inasema ya kwamba umkumbushe Mungu. Nami kama mtumishi wa Mungu nimekuja kukuambia ya kwamba umkumbushe Mungu. Mungu anataka umkumbushe juu ya hizo shida zako ambazo unazozipitia. Umeomba kwa muda, umeomba unataka kuponywa shida, magonjwa ambayo uko nayo. Unaomba mchana, asubuhi ya leo ninakuomba ya kwamba Mungu anataka umkumbushe. Mkumbushe juu ya magonjwa ambayo yako katika familia yako. Mkumbushe ile interview ambayo unataka kwenda kufanya, mkumbushe Mungu akutangulie. Mkumbushe ile ng'ombe ambayo umekuwa ukifuga na bado inakusumbua, bado inakula chakula bure tu, haileti mazao. Mkumbushe Mungu ya kwamba unataka jambo fulani katika kazi yako. Yawezekana kuna mtu yuko humu, kuna mtu ambaye ananisikia, kuna mtu ambaye ananitazama siku ya leo, asubuhi hii. Mambo yako yameharibika katika biashara zako. Biashara zako imeharibika, kazi yako imeharibika. Familia yako iko na matatizo chungu mzima. Bibi akuongereshi, bwana wako akuongereshi, watoto wanakusumbua kila wakati. Mungu anasema ya kwamba umkumbushe. Muojiane pamoja na yeye. Mungu wetu ni rafiki. Anahitaji mahojiano ya kipekee katika maisha yako. Anahitaji mahojiano ya kipekee katika ulimwengu huu ambayo umepotoka na mambo mingi. Watoto wako wanakunywa pombe. Watoto wako wameingia katika madawa ya kulevya. Ndugu zako wanakusumbua kila wakati. Mume wako aliaga, lakini ndugu za mume wako wanakusumbua kila wakati. Mungu anakukumbusha. Mungu anataka umkumbushe. Mungu anakuita umkumbushe. Muojiane pamoja na yeye. Ueleze mambo yako ili Mungu mwenyewe apate kukupea haki, wapendwa. Mpendwa mtazamaji, siku ya leo nataka nikuonyeshe mifano michache ya wale Mungu ambaye aliyowakumbuka. Na mfano wa kwanza ni Nuhu. Nuhu
Mungu alimkumbuka. Lakini ili tujue alimkumbuka vipi, tutasoma katika kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 8 mstari wa 1 hadi wa 3. Biblia inasema hivi: na Mungu akamkumbuka Nuhu na kila kilicho hai na wanyama wote waliokuwamo pamoja naye katika safina. Mungu akavumisha upepo juu ya nchi, maji yakapungua. Biblia inasema ya kwamba na Mungu akamkumbuka Nuhu. Haleluya. Na Mungu akamkumbuka Nuhu. Kama vile Mungu alivyomkumbuka Nuhu, na wewe pia akukumbuke. Kama vile Mungu alivyomkumbuka Nuhu, nawe akukumbuke. Akumbuke mahitaji yako. In fact, badala ya kusema Nuhu, weka jina lako. Ikiwa wewe unaitwa Brian, kama Mungu alikumbuka Nuhu, nami pia Nyakweba anikumbuke. Mwambie jirani yako ya kwamba Mungu anakumbuka watu wake. Mungu anakukumbuka. Mungu anakukumbuka. Vile Mungu alivyomkumbuka Nuhu. Ndugu yangu, Mungu alimkumbuka Nuhu. Wakati ule giza lilikuwa katika kile kisasi. Walikuwa wanakunywa, wakila, wanaoa, wakioana. Walikuwa wanafanya madhambi mingi katika dunia hiyo, kisasi kile cha wakati ule. Lakini ndugu yangu, dada yangu unayenitazama, Nuhu Mungu akamkumbuka. Yawezekana wewe pia uko na watu ambao mnasungukana na wao, marafiki zako wengi wanafanya mambo kinyume na mapenzi ya jamii, kinyume na mapenzi ya Mungu. Ndugu zako hawaendi kanisani. Niko hapa kukupea habari njema ya kwamba Mungu anakumbuka watu wake. Yuko Mungu ambaye anakumbuka watu wake. Na huyu Mungu ambaye atakukumbuka, na huyu Mungu ambaye atanikumbuka, amesema kwamba tueleze mambo yetu, tuojiane pamoja na yeye. Mungu anakumbuka watu wake. Mtu wa pili ambaye Mungu aliyemkumbuka anaitwa Raheli. Raheli Mungu akamkumbuka. Katika hicho kitabu cha Mwanzo 30, Mwanzo ni 30. Mwanzo 30 mstari wa 22 hadi 24. Biblia yangu inasema Mungu akamkumbuka Raheli. Mungu akamsikia, akamfungua tumbo yake. Wapendwa, Mungu akamkumbuka Raheli. Kama Mungu alimkumbuka Raheli, nawe pia akukumbuke. Kuna nyakati Mungu anakumbuka watu wake. Kuna nyakati ndugu zangu Mungu anakumbuka watu wake. Mungu akikukumbuka kuna jambo atakufanyia. Ukiangalia Raheli, alikaa kwa muda mrefu bila kumpata mtoto. Raheli akamulilia, Raheli akamuomba Mungu, na huyu Mungu akamkumbuka hatimaye. Na alipomkumbuka, Mungu akikukumbuka atafanya jambo fulani katika maisha yako. Mungu akamsikia. Biblia ya kwanza tulisoma ilisema ya kwamba unikumbushe na tuojiane. Ukienda kuojiana pamoja na Mungu, huyu Mungu ambaye mtakuwa mnaojiana na yeye, huyu nimekuletea siku ya leo, atakusikia. Atasikia kilio chako kuhusu biashara zako. Atasikia kilio chako kuhusu mambo ambayo umesononekwa nayo katika moyo wako. Atasikia kilio chako kuhusu huenda wewe ulikuwa unahitaji mtoto kama Raheli. Huenda wewe unataka watoto wako wasome, angalau wafike katika level fulani ya maisha ya masomo yao. Huenda wewe unataka ufungue biashara zako. Umekuwa ukifungua biashara na kufunga. Wateja wanakosa katika safari ya biashara zako. Nimekuja hapa kukuletea ya kwamba Mungu
anakumbuka. Mungu alipomsikia Raheli akamfungua tumbo. Haleluya. Mungu akamfungua tumbo. Biblia inasema 23 inasema alipomfungua tumbo akapata mimba, akazaa mwana, akasema Mungu ameondoa aibu yangu. Mungu amenipea haki yangu. Ndugu yangu na dada zangu, Raheli aliyapitia machungu ya kutompata mwana. Raheli alikaa kwa miaka mingi bila kumzaa mtoto. Tumbo lake lilikuwa limefungwa. Tumbo lake halikuwa na manufaa kwa familia, lakini akamulilia Mungu, naye akasikia ombi lake, akamfungua tumbo lake. Ukimwomba Mungu na Mungu akisikia kilio chako, na huyu Mungu akikukumbuka, yuko Mungu ambaye anakumbuka watu wake. Mungu anakumbuka watu wake ambao biashara zake zao zimeharibika. Mungu anakumbuka watu wake ambao wameshindwa kuacha tabia mbaya za dunia hii. Mungu atakumbuka watu wake ambao wamekuja kwake wakichongea kwake na kumuomba, wakikuja kwake kuojiana. Mungu atawapa hawa watu haki yao. Lea alikuwa na watoto, lakini Raheli hakuwa na watoto. Unakumbuka hawa walikuwa mabibi wawili. Mmoja alikuwa na watoto, mwingine hakuwa na watoto. Yule ambaye alikuwa na watoto kila wakati alikuwa anamfanyia mchezo huyu mwingine. Alikuwa na mdharau. Yawezekana ndugu yangu umedharauliwa. Wewe sio Raheli, lakini wewe umepitia mambo magumu zaidi ya Raheli. Umedharauliwa sana katika safari ya imani. Ndugu yangu, nimekuletea habari njema ya kwamba yuko Mungu tukimwomba kwa imani, yeye atasikia maombi yetu. 24 inasema, huyu akamuita jina lake Yusufu, akasema Bwana aniongeze mwana mwingine. Haleluya. Huyu ni Raheli alimuomba Mungu. Huyu ni Raheli alipopata akafurahia, akachongea machoni pa Mungu, akasema Bwana amenipa mtoto, Bwana pia aniongeze mwingine. Yuko Mungu ambaye anasikia vilio vya watu wake. Yuko Mungu ambaye anasikia vilio vya waja wake. Ndugu yangu na dada zangu, mnaye nitazama asubuhi ya leo, sabato ya leo, furaha kubwa ambayo tuko naye. Mungu ni wa upendo wa ajabu katika maisha yetu. Hata kama wewe umefanya dhambi namna gani, hata kama wewe haujapata ubatizo, hata kama wewe hauabudu Mungu katika sabato ya ukweli, ndugu yangu, nimekuja kukuambia ya kwamba huyu Mungu ni wa upendo. Anakupenda katika hali yako, na anataka wewe pamoja na mimi ili tupate kumkumbusha huyu Mungu. Mungu akamkumbuka Raheli na akaondoa aibu yake katika maisha yake. Akaondoa aibu yake katika familia yake. Saa inakuja wapendwa, saa inakuja ndugu zangu, saa inakuja dada zangu, saa inakuja wakati Mungu atakukumbuka. Wakati Mungu atakumbuka shida zako, wakati Mungu atakumbuka kilio chako, wakati Mungu atakumbuka mahitaji yako na atakutendea. Siku hizi mimi nikigundua ya kuwa hata mambo iwe namna gani, najua ya kwamba yuko Mungu ambaye anayewakumbuka watu wake. Mimi haijalishi nitakula nini kesho, haijalishi nitaenda namna gani Kisii town, haijalishi nitafanya namna gani watoto waende shuleni, kwa sababu ninajua yuko Mungu ambaye anakumbuka watu wake. Nami nikiwa mtumishi wa Mungu, ninajua ya kwamba hata kama mambo yameenda namna gani katika maisha yangu, hata kama mambo yanaenda kivipi katika maisha yangu, biashara nimejaribu zimeanguka, kazi nimefanya imeharibika, lakini katika jina la Yesu ninajua ya kwamba yuko Mungu ambaye
ambaye atanikumbuka, huyu Mungu ambaye mimi nimekuwa mtumishi wake, huyu Mungu ambaye pia nimekuletea msikizaji na mtazamaji wa siku ya leo, ya kwamba huyu Mungu atakukumbuka. Mfano wa mwisho ambaye tutaenda kujifunza siku ya leo ni mfano mwingine, unapatikana katika hicho kitabu cha Mwanzo 19. Nayo kuna mtu ambaye Mungu alimkumbuka. Mwanzo 19 na verse 29 inasema hivi: ikawa Mungu alipoiharibu miji ya bondeni, Mungu akamkumbuka Ibrahimu. Ikawa Mungu alipoiharibu miji ya bondeni, Mungu alipotaka kuharibu miji ya bondeni, Mungu alipoona kisasi cha Sodom na Gomora kimefanya maovu kiasi ambacho Mungu hakustahimili kuwaonea huruma, huyu Mungu akamkumbuka Ibrahimu. Kuna nyakati, wapendwa, Mungu anakumbuka watu wake. Mungu akiona ya kwamba anataka kufanya jambo fulani katika familia yenu, jambo mbaya ambayo watu wamekunywa pombe wanaendelea kukufa, jambo ambao watu wamekunywa miadharadi wamekufa, jambo ambao watu wamefanya usherati wamekufa, jambo ambao watu wamepigana vita ya wivu, wengine wamekufa na presha. Ndugu yangu, Mungu alipotaka kuiharibu miji ya bondeni akamkumbuka Ibrahimu. Na Mungu akukumbuke ndugu yangu, na huyu Mungu akustiri anapokukumbuka, akulinde na imani yake kamilifu. Na upendo wa Mungu, mtazamaji, ni wa juu zaidi ya upendo ya mtu yeyote. Ninajua siku ya leo ni Valentine Day, siku ambao ni ya wapendwa. Najua kuna mtu ambaye alikuwa na mpenzi wake lakini wakakosana siku ambazo zimepita. Nimekuja kukuambia yuko Mungu ambaye ni wa upendo mkubwa kuliko huo upendo wa mpenzi wako. Yuko Mungu ambaye atakukumbuka, ingawa atakuletea maua ambayo ni mazuri utafurahia nayo. Yuko Mungu ambaye alimtoa Kristo akafa kwa ajili yako, akatoa zawadi nono, zawadi ya damu yake ambayo alisulubishwa msalabani. Yuko Mungu ambaye atasimama siku ya leo na wewe katika Valentine Day, katika siku ya wapendwa. Yuko Mungu ambaye anakupenda. Huyu Mungu anakukumbuka. Huyu Mungu anajua ya kwamba mpendo wako amekusahau, mpendo wako amekuacha. Ana haja na wewe katika siku ya leo ya Valentine. Nimekuja kukuambia ndugu yangu ya kwamba yuko Mungu anayekumbuka watu wake, na huyo Mungu akukumbuke. Mtazamaji, ninajua ya kwamba umepitia mambo fulani magumu katika maisha yako. Tunapoenda kuomba, naomba kuna mambo fulani wewe uko nayo katika maisha yako. Kuna vitu fulani ambayo umepitia katika maisha yako. Biashara yako imeanguka. Kuna vitu fulani ungependa kumwambia Mungu na kumkumbusha Mungu. Ndugu yangu, unajua bibi yako amekutoroka, unajua watoto wako wanakusumbua, unajua tabia ya familia yako kule nyumbani, unajua ya kwamba imani yako imeendelea kudidimia. Watu wanakusengenya hata ukiwa ndani ya kanisa. Watu wanakusengenya kwa sababu watoto wako hawajasoma. Watu wanakusengenya kwa sababu hauna nguo nzuri ya kuvaa. Watu wanakusengenya kwa sababu umetafuta kazi na hujapata. Niko hapa kukuambia ya kwamba tuchongee karibu na huyu Mungu, tueleze mambo yetu, tuochiane pamoja naye, atatupea haki na hakika tutapata haki. Ninakuombea ndugu yangu, mwaka huu usiishe Mungu akisikia maombi yako. Mwaka huu usiishe Mungu atasikia mambo yako. Mungu atakupea haki yako. Wewe ambaye umesoma, wewe ambaye biashara imeanguka, wewe ambaye kazi yako imeisha, wewe ambayo hauna matumaini ya siku ya kesho utakula nini, wewe ambayo uko na shida nyingi katika maisha yako, niko hapa kukujulisha na kukuambia ya kwamba Mungu atakukumbuka. Sasa tutaenda kuomba.
Kuna mambo wewe unataka kuyaombea katika maisha yako. Kuna mambo ambayo unayoyapitia katika maisha yako. Tuamini pamoja nawe tukiomba, na Mungu atatufungulia njia. Na ubarikiwe. Tuombe. Baba yetu, asante kwa neno lako ambalo umepitisha, na ujumbe wa kipekee umepitisha kwa sauti ambayo ni ya kusikika, kwa sauti ambayo ni ya kueleweka, kwa vifungu ambavyo umeleta kwa mifano. Mungu, umesema tukukumbushe kwa sababu ulitoa ahadi ya kwamba tusifadhaike mioyoni mwetu. Tuje kwako na mizigo iliyo migumu ambayo imetusumbua, tumeileta kwako. Wengine wetu ambao wametusikia, wengine wetu ambao wametutazama, kwa imani wamechongea pamoja nawe. Wako na mambo fulani wameyapitia maishani mwao. Huenda familia zao zimeanguka. Huenda yule mtazamaji ana mtoto na anaomba apate mtoto. Huenda yule anatafuta kazi na anaomba ya kwamba Mungu umkumbuke. Huenda yule ambayo familia yake kuna shida, kuna vita, kuna ugomvi kila wakati, amekuja kwako kwa imani. Nami kama mtumishi wako nimewaleta na mambo yao na mizigo yao ambao wameleta kwako. Mungu, umesema ya kwamba tutaleta kwako, tukukumbushe, tuojiane, tueleze ili utupe haki yako. Hebu Mungu, tekeleza hayo kwa mapenzi yako, kwa sababu nimeomba katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina. Asante sana msikizaji wa siku ya leo. Ninashukuru kwamba umeyapata. Ikiwa ungependa kujumuika pamoja nasi ama na mimi na unataka kunipata kwa maombi ya kipekee, namba yangu ya simu ni 0701 607821 0701607821. Asante sana.